nilikuwa namiliki kampuni inaitwa Champion Logistics. Na hiyo kampuni ilisababisha nipite mapito makubwa na magumu sana. Nilipigwa vita vikubwa sana na ndugu zangu, nilipigwa vita vikubwa sana na adui. Na nilipitia changamoto nyingi sana. 2024 ilikuwa ndio mwisho wangu. Na ndio ilikuwa mwisho wangu kufunga ile kampuni inaitwa Champion Logistics. Nikiwa nimekata tamaa kabisa. Pia nilikuwa ni mchungaji wa makanisa ya TAG na EAGT. Hata wachungaji wenzangu walikimbia. Nikiwapigia simu moja waniombee, wanasema kuna mapito kuna mazito hayawezi. Wananikimbia. Nikipiga simu nikiwaita watu waniombee hawapokea hata simu zangu. Lakini nilipofika mwezi wa 7 2024 nilikata tamaa kabisa. Niliamua nijue niache familia. Niliamua kabisa nijue niondoke duniani niache familia. Lakini wakati nataka nichukue hatua za kujua, nilisikia sauti ikiniambia, nenda kwenye kanisa la nabii mmoja anaitwa Nabii Chua. Nilisoma kibao hapo nje. Sauti ikaniambia nenda kwenye kanisa la Nabii Chua, ndipo utakutana na neno litakalo kuinua tena. Basi nilichukua hatua hizo, sikumwaga mke wangu wala yote pale nyumbani. Nilioga, nikavaa nguo zangu nzuri, nikaondoka bila kuaga. Lakini nikaja moja kwa moja mpaka kwenye kanisa. Nikamwambia Mungu, kama hilo kanisa ni la kwako, nikifika tu huyo nabii anione kwamba mimi ni nani, ni mtumishi au sio mtumishi. Nilipofika mahali hapa, wakati nabii anaanza kuongea na ndio wetu Focus Chua, akaninua akasema, nakuona wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini nakuona umevaa vazi katika nyuma. Wewe unatembea na roho ya aibu. Na nilikuwa na roho za aibu kweli. Nilitengenezwa kesi mbalimbali za kufunga kwa sababu ya mji nilionao. Mji nilionao ulizulumiwa na ndugu yangu. Akanitengenezea kesi mbalimbali ya kufunga ili achukue ule mji. Lakini nilipokaribia mahali hapa, Nabii Focus Chua akaniombea. Mungu wa Nabii Focus Chua akasimama na mimi. Akaninua tangu 2024 hata sasa. Ni miaka miwili ambayo Mungu huyu kwa madhabahu ya uponyaji kwa mataifa yote amenistawisha kila mahali. Mwaka jana mwezi wa 7, mwaka jana mwezi wa 5, Mungu akanishikia kesi. Mungu akanishikia kesi na nikarudishiwa boma langu ambalo lilikuwa limezulumiwa. Mwaka jana akanirudishia kupitia madhabahu ya Chelsea. Na hii miaka miwili Mungu wa madhabahu hii ananinua na amenisaidia na nimemalizia nyumba yangu, nyumba ya kupangisha. Nimejenga nyumba ya kupangisha na imeisha kupitia madhabahu ya Chelsea. Na muda wote nitamuita nabii ili akaweza kuzindua kwa ajili ya wapagani kuingia. Imeshakamilika. Na mimi nakuongea hapa, ni mtu ambaye nimepitia mengi sana na mazito. Lakini kupitia madhabahu hii, sasa hivi ninapoongea na wewe, hakuna jaribu lolote linaweza kusimama mbele yangu. Maana nguvu ya madhabahu hii inaondoa majaribu yote. Mimi na familia yangu tumestawi. Haleluya Petro. Kwa hiyo nakutia moyo na sipitu moyo na kupa uhakika. Ndani ya madhabahu ya Chelsea kuna ukombozi wa kila mtu. Kuna uzima wa kila mtu. Kuna kuinuliwa tena. Mimi nilikataliwa na kila mtu kwa sababu ya mapito. Lakini nilipoingia mahali hapa, nimekubaliwa na kila mtu. Walionikimbia, walioniletea, wale wachungaji walioniacha, kila siku wanapiga hodi nyumbani kwangu. Oli, wanaomba msaada kutoka kwangu. Haleluya Petro. Kwa hiyo nakupa uhakika, ndani ya madhabahu ya Chelsea yuko Mungu anayetenda, yuko Mungu anayejibu, yuko Mungu anayeinua. Mimi nilioisha kabisa, niliokufa kabisa, lakini nimefufuka kupitia madhabahu hii. Na ile huduma yangu ya kutumishi imewaka moto, imepamba moto. Maana ina moto wa kutosha. Nabii Focus Chua alinimiminia mafuta. Na mafuta ni ya ajabu. Na kukuambia hivi, jana tu nilikuwa na ibada Mlandizi. Pale Mlandizi nilikuwa na ibada yenye watu 300. Nilikuwa na watu 300 jana. Kwa hiyo wewe piga mahesabu watu 300. Nimestawi hivi. Bwana pesa. Nilikuwa nimezima kabisa kwenye injili. Nilikuwa nimezima kabisa. Lakini kupitia mafuta ya babangu na Nabii Focus Chua, kupitia Mungu wa HNC, Mungu ameinua tena huduma yangu.
miaka miwili niliyoabudu hapa, sijajilaumu wala sijapoteza, bali nimefanikiwa kila mahali katika jina la Yesu. Namshukuru sana Mungu na pia namshukuru sana baba yangu Fokasishwa. Haleluya pepo. Wengi waliongea sana mambo mengi juu ya baba yangu Fokasishwa, nikasema ongeeni tu, lakini yule ndio baba yangu. Yaani ndio atanizika au mimi ndio nitamzika, kufa na kuzikana. Na nimestawi kila mahali kama unavyoona, mimi na familia yangu. Hata nikiita familia yangu hapo utaiona, imestawi, inapendeza, inang'aa. Kutana sababu hiyo sio siri. Niamini mimi nimestawishwa na wewe leo, amini leo unaenda kukutana na Mungu wa sisi, anaenda kukustawisha kwa Mungu. Amen. Basi karibu sana mchungaji, ili uweze kuendelea kumkaribisha baba katika madhabahu. Amen. Yesu makofi kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Madhabahu ya Yesu inajibu. Haleluya. Inabariki. Haleluya. Na wewe usipoke mahali hapa. Pokea kwa jina la Yesu kubarikiwa. Mahali hapa pana Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali hapa tunafunguliwa. Mahali hapa tunapona. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukikanyaga mahali hapa, historia ya maisha yako inabadilika. Haleluya. Unaona historia ya chama imebadilika. Haleluya. Alipita mapito mengi, lakini babangu kukanyaga mahali hapa, historia ya maisha yako imebadilika. Amestawi. Wewe pokea kustawi kwa jina la Yesu. Usiondoke mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Umejiandaaje jioni mchana wa leo? Jawabu na ulimi natoka kwa Bwana, maandalio ya moyo yanatoka kwa haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Maandalio ya moyo ya mwanadamu, jawabu la Bwana natoka, jawabu la ulimi natoka kwa Bwana. Haleluya. Umejiandaaje kwenye ibada hii? Ukijiandaa utapokea. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu wa mahali hapa anaponya, anafungua, anabadilisha historia ya maisha yetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Asifanyie mtu hapo siende, ujue hataki maendeleo yako, hataki wewe utoboe. Haleluya. Waswahili wanasema utatoboa. Mahali hapa unatoboa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Magonjwa yanaondoka mahali hapa, kansa inakimbia, HIV inakimbia. Haleluya. Umaskini unaondoka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Majira haya sasa naomba tusimame ili tumkaribishe baba yetu. Haleluya. Simama pale ulipo, piga makofi na vigelegele. Tunapenda kumkaribisha baba yetu. Haleluya. Piga makofi na vigelegele. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Karibu baba. Piga makofi na vigelegele tena. Haleluya. 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 Amen. Amen. Simama pale ulipo, sema Bwana Yesu, siku ya leo unisaidie, mkono wa nguvu zako uwe juu yangu, nijibiwe, nipokee haja ya moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu za giza zisibarikiwe juu yangu.
today. It is my hope everybody should have a desired answer to raise to God by the name of Jesus. Tell your neighbor, welcome to the house of God. I want people who are intentionally, who are ready to receive the answers. If you see that you are not ready, at the front area it's not your side, you just go at the back side. Because the Bible says, and the heart which is charming is blessed. Just choose one, to be positive or negative. But when you sit at the front and you're negative, you also adapt to me. Just sit where you are and you realize it's a whole place. The whole church is a whole place. I'll just be shouting in front of God. And be careful. And write down to your diary in order for you to be successful. By the name of living Jesus. Amen. Amen. Without wasting time, let us sit on the chairs. At the time you're seated, I want the heavens to be open. Veronica, please come forward. I want heaven to be open this time. Before I enter to the just sing one among the songs you sang yesterday. There is one song from yesterday's choir. There is one song which blessed me yesterday. Stand where you are in front of the Lord. I'm rejected to proceed. Just sing for me first. Because I want to reveal myself to you.